wapi? Naitwa Cosmas Kamanyi, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kwa sasa nipo pale Goba, maeneo pale kwa Chacha. Nasali kanisa linaitwa Lango la Baraka. Okay, ndio uko maeneo hayo. Kwa mchungaji huyo tutamtaja Jumapili. Tutamtaja Jumapili. Mara mwisho ulikuwa Mapinga, sasa hizo umehamia Dar? Ndio, kwa sasa hivi nipo pale Goba ndo. Kwa sasa uko Dar es Salaam. Ndio. Huduma ya uimbaji inaendaje? Huduma ya uimbaji namshukuru Mungu sio mbaya, naendelea kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Okay. Sawa. Nimecheki wimbo wa Nyumbani kwa Bwana kwa sasa ina video sasa. Ndio, ina video. Ina video pia. Ndio, video imeshatoka. Nani amehusika kwenye video ya wimbo? Mtumishi wa Mungu anaitwa Sungwi. Sungwi. Ndio. Ni mkali sana. Nimeona ni ashatengeneza video nyingi sana. Ashatengeneza nyingi sana. Ni mtumishi ambaye tumekutana naye kule Tabora. Akawa amenisupport kwa njia hiyo, akanishutia video. Okay. Haukumpa hela lakini? Hapana, nilihusika kwenye gharama. Ulimlipa gharama kabisa? Ndio. Na ukaona video imetoka iko clear kabisa? Ndio. Sasa nimeona okay, lakini location hazikuwa nyingi sana. Ulikuwa uko speed sana wewe kwamba itoke mapema ama? Ndio, inaonekana ilikuwa speed sana. Wewe? Okay. Sawa. Msikilizaji anaitwa Cosmas Kamanyi, wimbo unaitwa Nyumbani kwa Bwana, tuko naye hapa. Wacha tupige aweze kupiga kidogo back vocal nini tuone sauti yake kama ndio ama tumeletewa Cosmas Kamanyi ambaye sio. Bwana Cosmas, inabidi uimbe bwana. Amina. Twenzetu. Okay, tuko na Cosmas Kamanyi, wimbo unaitwa Nyumbani kwa Bwana. Ninatembea mkokote mitaani, nikiwaambia vijana twendeni, twendeni nyumbani mwa Bwana, twendeni nyumbani mwa Bwana. Okay. Ninatembea mkokote mitaani, nikiwaambia watoto twendeni, twendeni nyumbani mwa Bwana, twendeni nyumbani mwa Bwana. Ninatembea mkokote mitaani, nikiwaambia wamama twendeni, twendeni nyumbani mwa Bwana, twendeni nyumbani mwa Bwana. Ninatembea mkokote mitaani, nikiwaambia wadada twendeni, twendeni nyumbani mwa Bwana, twendeni nyumbani mwa Bwana. Ninatembea mkokote mitaani, nikiwaambia wababa twendeni, twendeni nyumbani mwa Bwana, twendeni nyumbani mwa Bwana. Twendeni, twendeni, twendeni nyumbani mwa Bwana, tufurahie, tushangilie nyumbani mwa Bwana. Okay. Twendeni, twendeni, twendeni nyumbani mwa Bwana, tufurahie, tushangilie nyumbani mwa Bwana. Twendeni, twendeni, twendeni nyumbani mwa Bwana, tufurahie, tushangilie nyumbani mwa Bwana. Ushakula shingapi mpaka saa hizi mialiko kupitia Nyumbani kwa Bwana? Mialiko nimeipata, sio mbaya. Isharudisha zile gharama zako? Hapana, japokuwa hazijarudi bado namtumikia Mungu.
sio kwamba ninahitaji pesa, bado pesa sijaanza kupata. Lakini kidogo mialiko ninashukuru unazipata. Okay. Zinapatikana. Kwa kidogo sio mbaya, mialiko tayari inaenda. Ila naendelea kuambia watu kwamba waendelee kunishirikisha ukiwa na mialiko wanialike bwana. Okay. Ndio. Ili na wewe uende huko watu wakuone. Ndio. Mpaka sasa una nyimbo ngapi? Mpaka sasa nyimbo zangu zimefika 5. 5. Ndio. Ambazo tayari ni kwa mfumo wa video na audio au ni audio tu? Hapana, hizo nyingine 4 zipo ni za audio. Kwa video ni moja tu ambao ndio tunaopiga redioni. Okay. Kwa huu ndio wimbo pekee ambao umefanikiwa kutoa na video yake? Ndio. Sababu ni nini? Kwamba bado hujapanga na hizo nyingine zikawa na video zake? Changamoto ni kipato. Ningekuwa na kipato ningefanya vizuri. Okay. Kwamba labda zote zingekuwa na video. Zingekuwa na video na zaidi pia ningerekodi zaidi na zaidi nyimbo nyingine. Ndio. Kwamba ni gharama sana hivi siku hizi. Bado nipo chini sana. Bado Mungu hajanifungulia njia za kipato. Okay. Kwa hiyo ukipata mialiko ya uimbaji hivi zikawa zinahusika na basha kidogo, unaweza ukatoa video nyingine? Ndio, naweza nikatoa video, naweza nikatoa nyimbo pia nyingi tu. Okay. Ndipo wanaweza wakanibariki kwa njia hiyo. Naweza nikafanya kazi zaidi. Okay, sawa. Na umeanza lini uimbaji? Uimbaji nimeanza mwaka 2024. 24? Kumbe ni juzi tu bwana. Una kama miaka 2 tu. Ndio. Okay. Ila yani tangu nikiwa mtoto nilikuwa mwimbaji. Ukawa mwimbaji. Kwa 2024 manake ndo uliingia official labda kwenye issue za production kwenda studio rasmi? Ndio, ndo nilifanikiwa kupata kihela fulani nikaanza hatua ya kurekodi sasa. Okay. Na ndio imefikisha hizo nyimbo 5 sasa? Ndio. Na zote wapi umerekodia? Hapa Dar es Salaam ama kipindi kile uko Bagamoyo? Kipindi kile nipo Bagamoyo pale Mapinga. Mtumishi wa Mungu Yoshua alinisupport kwa kweli. Yoshua yupi? Yule wa Yoshua Ndaki wa pale. Ndaki yule wa Bagamoyo. Ndio. Kulikuwa naenda Bagamoyo? Hapana, sijaimba lakini alikuwa ananisaidia katika mambo ya kurekodi nyimbo. Ndio. Okay. Zote 5? Hapana, nimerekodi nyimbo naye, nimerekodi nyimbo 3. Hizo zingine ndo nimerekodi sehemu zingine. Okay. Nakumbuka yule ana studio Bagamoyo, alikuja kukurekodia Mapinga au wewe ilikuwaje? Hapana, nilikuwa nafanya ruti za kwenda Bagamoyo. Kwake. Ndio. Na akakule. Hii hapa amerekodi nani? Huu wimbo ni yeye amehusika. Unaisikia na sauti yake pia imo. Kumbe. Nimemshikisha kuna chorus fulani hivi nimekaona ka sauti kake. Ndio. Hapa? Ndio. Okay. Bora sawa. Yupo na mtumishi pia wa Mungu anaitwa Asha. Mdogo wake nadhani. Ndio amehusika pia kwenye sauti ya kike hiyo. Ndio. Wewe ulivyoenda ulipanga kwamba hizo sauti zisikike ama yeye ndo alitoa ushauri pale? Alinisaidia akatoa ushauri. Ndio. Kwamba isipite plain tu, yani chorus wewe mwenyewe. Ndio. Lakini wewe ulijipanga kwamba kila kitu wewe ni wewe mwenyewe? Hapana, sikuwa nimejipanga kivile. Nitokea tu nikamwomba anisaidie katika sehemu hiyo. Okay. Sawa. Kwa changamoto kubwa ni nini kwako kwenye huduma hii? Kwenye huduma hii bwana, changamoto kubwa sijapata mtu wa kunisupport katika mambo kama ya studio ambao mtu anaweza kanishika mkono akakubali kufanya kazi pamoja na mimi. Okay. Kwa hitaji lako kubwa ni mtu anyoshe mkono. Ndio. Akakusupport. Inawezekana ni producer kwa sasa. Kuna mtu anaitwa Tibitag, hata kama umetoka kufunga harusi unaweza kumsupport huyo. Kuna jamaa anaitwa Tibitag anatusikiza kwa sasa. Kwa kikubwa ndo hicho. Kwa baada ya hapo, lakini wewe uko tayari kwa ajili ya kuimba kumtumikia Mungu. Ndio. Wasikilizaji wangu bwana, tuko na mwimbaji hapa anaitwa Cosmas Kamanyi, yuko moto. Huu ni mmoja wa wimbo ambao nyimbo 5, lakini hii ni nyimbo moja tu ambayo ameitolea video, lakini hizo 4 ni audio tu. Ukipita YouTube account unaweza kuona video nyingi, lakini zile ndani nyingine inakuwa ni huduma. Ukifanya huduma huo una rekodi unaziweka kule. Itafika bwana, huko kote tutafika. Kuna watu unaona unasema labda na mimi nataka nifike kama mtu fulani. Ndio. Si ndivyo? Ndio. Na imani utafika. Utafika tu, Mungu atanisaidia na mimi. Mungu atanishika mkono. Sawa. Kwa hizi 5 ambazo tayari ushazi upload YouTube,
kuna mpya nyingine ambayo unatarajia kwenda kuirekodi, ama kwa sasa hakuna matarajio hayo hivi karibuni? Matarajio yapo. Hivi karibuni naweza nikarekodi nyingine. Okay. Kwa hiyo hela tayari ipo. Japo kuwa hela sijaipata bado, lakini naamini itapatikana. Kwa uwezo wa Mungu itapatikana na kazi ya Mungu itapata kwenda mbele. Sawa. So lakini jina kamili unatumia kama Cosmas Kamanyi. Cosmas Kamanyi. Kote YouTube, TikTok, Instagram, kote huko na Facebook. Okay. Ndio. Cosmas Kamanyi. Kote tuko jina moja. Bwana, sawa. Msikilizaji, tukipata mtu wa kumshika mkono, haijalishi ni mtumishi wa Mungu, ni msikilizaji bwana, tukaenda. Umeona jamaa alivyo na voko, kuna kitu kimwona hivi unaweza simdhanie, ila ukampa mic kama tulivyompa hivyo, unaona kuna kitu anakifanya, na yeye anatamani awe kama hao wengine ambao tumekuwa tunawasikiliza kwa sasa na yeye, lakini anatamani kwa sasa ameanza huduma yake kama Cosmas Kamanyi, yani weka tu Cosmas Kamanyi hivyo hivyo kama inavyotamka, utampata na nyimbo nyingi YouTube 5, nyingine zile ni huduma mbalimbali huwa anaweka kule. Turuhusu simu kadhaa, kama kuna mtu yote ana jambo lolote la kusema kwa Cosmas Kamanyi, basi itakuwa vyema sana. Ujumbe mfupi anasema anaitwa Doto maarufu muuza kahawa Changwahela, anasema tuko pamoja. Changwahela unakufahamu au haukufahamu? Yes. Dunga Boy wa Kerege, asa huyo kijana yupo vizuri, Mungu azidi kumjalia na kipaji chake awe msanii mkubwa. Anatoka Kerege. Wewe kipindi kile ulikuwa wapi? Ulikuwa Kerege? Mapinga pale. Mapinga. Huyo toka Kerege. Asante sana. So, bado turuhusu simu kama kuna mtu una jambo lolote, una swali lolote la kumuuliza, la kusema naye, kumtia moyo Cosmas Kamanyi,